Ukishang'oa mbegu za viazi vitamu unatoa hii mizizi ambayo imeshaota, unaweka namna hii tayari kwa ajili ya kupanda. Na kama umeng'oa tu bila kuifanya iwe namna hii kimoja kimoja, unatakiwa uitenganishe kabla ya kupanda ili iwe rahisi. Lakini hii mizizi hata ukipanda nayo kama inavyokuwa hii, sio kwamba yote inaota vizuri tu na inazaa kama kawaida. Lakini kama una muda na una eneo dogo, unaweza ukaitoa hii. Kuna watu pia huwa wanaloweka kwenye maji ili mizizi itoke, lakini kama unapanda moja kwa moja hata haina haja. Hii inaota tu mradi pawe pana ubichi kwenye shamba. Kwa hiyo ukiwa na chipukizi refu kama hili, unaweza kuligawanya mara mbili. Kwa hiyo utapanda hii kisha utapanda na hii. Naona hii inakuwa ndefu namna hii. Kwa hiyo nakata hapa, napata mbegu 3 kutoka kwenye moja, naweka. Hivyo ndivyo utafanya kwa nani. Unaona kama hii nakata hapa, unapata 2. Kwa hiyo utapanda hii kisha utapanda na hii. Na kama ni ndefu sana, unaweza kuigawanya hata mara 4 mara 5, inategemeana na urefu wa mbegu. Unaona kama hii. Kwa hiyo hii taikata hapa, angalia ninavyoishika. Inayofuata nakata hapa, angalia ninavyoishika. Inayofuata nakata hapa, inayofuata nakata hapa. Kwa hiyo hizi huku kote kutakuwa chini, ndio kutakakotangulia. Viazi havina shida, hata ukigeuza bado vitaota tu, lakini ukipanda vile inavyotakiwa ndio vinaota kwa urahisi na haraka zaidi. Kwa hiyo natoa hii, nafuata natoa hapa, nakata, nafuata nakata hapa, nafuata nakata hapa. Kwa napata mbegu 4. Viazi vinazaa sehemu yoyote ambayo, yani kwa maana kwamba kwenye matuta ama kwenye shamba la kawaida, lakini ukipanda kwenye matuta inakuwa rahisi zaidi, hasa wakati wa kung'oa au wakati wa kuvuna. Na kuna sehemu ambazo kama unahitaji kupalilia pia inakuwa ni rahisi kwenye matuta kuliko shamba la tambarare. Kwa hiyo utaendelea kufanya hivyo mpaka utakapopata mbegu zako kulingana na ukubwa wa shamba lako. Unaona namna hii. Na ukishaandaa mbegu za viazi vitamu, inapendeza uzipande siku hiyo hiyo unayong'oa. Yani ikiwezekana wakati huo unaotengeneza mbegu kama hivi, na wakati huo unapanda. Kama unavyoona mimi nishaandaa matuta yangu hayo hapo, napanda sasa hivi nikimaliza tu kuandaa hizi mbegu kama hivi. Na viazi ili viote vizuri inapendeza kuvipanda wakati wa jioni, hasa kama mvua hainyeshi kwa siku hiyo. Ukipanda jioni, na maana vitapigwa na kipupwe cha usiku kucha mpaka asubuhi, mbegu zitakuwa na hali nzuri zaidi kuliko ukipanda asubuhi au mchana wakati wa jua kali, hasa kipindi hiki au eneo hili la Pwani, Dar es Salaam, ambapo jua ni kali. Kwa hiyo na kama unaweza, wakati kuna mvua ile nyepesi, unaweza kupanda wakati inanyesha, yani chini pabichi na mvua inanyesha, huwa vinaota kwa urahisi zaidi. Unakuta wakati mwingine vile ulivyopanda ndio vinachipua vile, tofauti na vikiwakiwa jua kidogo vinanyong'onyea kidogo afu tena vinaanza. Kwa hiyo kama unaweza kupanda wakati wa jioni itakuwa ni nzuri zaidi, vitachipua na kuota kwa haraka zaidi. Lakini vinginevyo, kama ardhi ni mbichi wala matembele au hivi viazi, mbegu za viazi hazina shida kabisa, uotaji wake hausumbui, inaota tu chap. Napenda pia viazi vitamu kwa sababu mara nyingi haupati shida kupalilia, na mara nyingi hatuweki mbolea. Lakini kama unaweza kupata samadi, inatakiwa iwe samadi ambayo imeshaiva na inapendeza, uwe ulishaweka kabla shambani, umeshachanganya na udongo, ndipo unapanda hivi viazi vitamu. Na namna ya kupanda ziko namna nyingi, lakini kimsingi tu ni kwamba sehemu fulani ya kama sentimita
5 hivi ya hii mbegu iweze kushika chini kwenye ardhi. Kiazi hakina shida, kinaota tu vizuri. Na mbegu ziko za aina nyingi kwa kweli, hizi sifahamu majina, nazifahamu kwa sura na kuziona, lakini kuna vile viazi lishe ambavyo vile vinafahamika, vinakuwa ni vya unjano fulani hivi, na hapa sina mbegu yake, lakini viazi viko vya aina nyingi. Kwa hiyo inabidi pia uangalie eneo ulilopo na uangalie wenyeji wanalima mbegu za aina gani. Wengine wanalima kutokana na mapenzi yao na aina ya kiazi, lakini wengine wanalima kwa sababu mbegu za aina hiyo ndio zinazostawi eneo hilo. Kwa hiyo lazima uzingatie kitu cha namna hiyo. Vinginevyo kupanda viazi hivi ni rahisi, kama nilivyosema, ukishaandaa mbegu. Kama hapa mimi nishamaliza za kwangu, hizi naweka tu kwa ajili ya kuhifadhi mbegu. Kwa hiyo twende tupande sasa. Kwa hiyo kupanda unaweza kutumia jembe au mkono. Mimi napenda hapa natumia panga, kwa hiyo naweka tu panga namna hii. Naweka panga namna hiyo, nachomeka tu mbegu yako namna hii, nafukia hapo, tayari ushapanda. Naenda nyingine, unaweza kuweka umbali kama sentimita 10 kutoka shina na shina namna hii. Hapo tayari ushapanda. Kwa hiyo utafanya hivyo kwa tuta lako lote au shamba lako lote. Asante sana kwa kutazama. Kama unaendelea kujifunza, karibu sana. Usisahau kusubscribe.